الحمد لله الذي تسبح له الرمال وتسجد له الظلال وتدكدك من هيبته الجبال. خلق الإنسان من طين لازب والصلصال وزين صورته بأحسن تقويم وأتم اعتدال وعصم قلبه بنور الهداية عن ورطات الظلال وأذن له في قرع باب الخدمة بالغدو والآصال. والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأنبياء وعلى آله خير آل. أما بعد، فإن الدنيا عدوة الله عز وجل، بغرورها ضل من ضل وبمكرها زل من زل، فحبها رأس الخطايا والنسيان، وبغضها أم الطاعات ورأس القربات. أما بعد، إخواني الكرama, ndugu zangu watukufu, wapenzi watazamaji wa chaneli yetu pendwa Alhidaya. Amma mawdhu'una alyawm, sanatahaddathu fi fadilati alfaqri wazuhdi. Maudhui yetu ya leo biidhnillahi tabaraka wa taala tazungumzia ubora wa ufakiri na zuhudi. Tazungumzia kuhusiana na fadilatul faqri wa zuhudi, ubora wa ufakiri na zuhudi. Ruwiya an Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu an an-nabiy sallallahu alayhi wasallam annahu qala, imepokewa hadithi kutoka kwa Umar ibn al-Khattab kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa kwamba yeye amesema, inna likulli shay'in miftah wa miftahu ljannati hubbul masakini wal fuqara. Anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, hakika kila kitu ufunguo, na ufunguo wa peponi ni kuwapenda maskini na mafakiri. Liswabirihim, kutokana na ile subira yao. Akasema hum julasaullahi taala yauma alqiyama, kwa sababu wao ndio watakaokaa na Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala siku ya Kiyama. Wa amma min alayati fa qawluhu taala, ama katika upande wa aya unaoeleza ubora wa mafakiri na zuhudi, neno lake Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala aliposema, lilfuqarai almuhajirina alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim. Amesema hizo katika surati al-Hashr ya kwamba kueleza kwamba zaka na sadaka apewe nani. Akasema ni ya mafakiri wale muhajirina, alladhina ukhriju min diyarihim, wale ambao wametolewa katika majumba yao, wa amwalihim, na wametolewa kuepukana na mali zao. Na akasema tena Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ndani ya surati al-Baqara, lilfuqarai alladhina uhsiru fi sabilillah la yastati'una darban fil ardi. Anasema hiyo zaka ni ya mafakiri wale ambao wamezuiwa katika sabilillah, ambao hawawezi kusafiri katika ardhi. Wa amma al-akhbar fi madhi al-faqri fa akthara min an tuhswa, ama hadithi zinazoeleza kuhusiana na kusifu fakiri ni nyingi mno kiasi kwamba haziwezi kudhibitiwa. Fannabiyu sallallahu alayhi wasallam qal, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, inna Allaha yuhibbu alfaqira almutaaffifa abal iyal.
Hakika Mwenyezi Mungu anampenda fakiri mwenye kujichunga na kuomba, manake abal iyal, baba wa watoto ambaye kwamba ana watoto. Wa fil khabari almashhur, na katika hadithi ambayo ni mashuhuri anasema yadkhulu fuqara'u ummati aljanna qabla aghniyaiha bi 500 amin, wataingia mafakiri wa umati wangu wataingia peponi kabla ya matajiri wao kwa muda wa miaka 500. Watatofautiana matajiri na mafakiri kwa muda wa miaka 500. Wa qaulu nabiyuna Muhammad sallam, wa qaulu nabiyina Muhammad sallam, na maneno ya mtume wetu Muhammad sallam anasema ittala'tu fil jannati fara'aytu akthara ahliha alfuqara, nimetokezea katika pepo nikaona wengi humo ni mafakiri. Wattala'tu fin nari fara'aytu akthara ahliha alaghniya wan nisa, na nikachungilia vile vile katika moto nikaona wengi katika moto ni mafakiri, katika moto ni matajiri na wanawake. Fakultu aina alaghniya, nikasema mimi wako wapi matajiri? Faqila habasahumul jaddu, pakasemwa hapo kwamba umewazuia wao, tajiri wao ndio uliowafanya wanajadiliwa huko, hawapiti haraka kwenda katika pepo. Waqala sallallahu alayhi wasallam, na mtume sallallahu katika hadithi nyingine anasema idha ahabba Allahu abdan ibtalahu, Mwenyezi Mungu anapompenda mja basi humjaribu kwa kumpa ufakiri. Kwa hiyo mtu kuwa fakiri asilalamike, huenda ikawa ni sababu ya kupendwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Waqala sallallahu man asbaha minkum muafan fi jasadihi aminan fi sirbihi indahu qutu yaumihi fakaannama hizati dunia bihadhafiriha. Hadithi nyingine mtume anasema mwenye kupambaukiwa miongoni mwenu ni mwenye kuwa na afya katika mwili wake na ni mwenye kusalimika katika mji wake, hakuna vita hapo. Indahu qutu yaumihi, na kiko mbele yake chakula cha siku yake hiyo. Fakaannama hizati dunia bihadhafiriha, huyo ni kana kwamba amekusanyiwa dunia yote na vilivyomo katika dunia. Maana yake huyo amekuwa ni tajiri, dhahabu zote ni zake, pesa ni zake, maghorofa yote ni yake, kana kwamba kapewa dunia na vyote vilivyomo. Na imepokewa anna Jibril alayhi salam nazala ala rasulillah sallam, kwamba Jibril alishuka safari moja kwa kumshukia mtume sallam. Faqala ya Muhammad inna Allah azza wa jalla yuqri'uka salam, akamwambia ewe Muhammad, hakika Mwenyezi Mungu anakutolea salamu, anakutolea salamu. Wa yaqulu laka, na anakwambia atuhibbu an aj'ala hadhihi aljibala dhahaban wa takunu ma'aka aina ma kunta, je, unapenda we nijalie hii milima yote iwe ni dhahabu, halafu uwe unayo popote unapokwenda, we unauza unatumia? Fa atraqa Rasulullahi sallallahu alayhi wasallam, akainamisha kichwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Thumma qala, kisha akasema ya Jibrilu, inna dunya dara man la dara la, haika hii dunia ni nyumba kwa asiyekuwa na nyumba. Wa malun la mala lahu, na ni mali kwa asiyekuwa na mali. Walaha yajma'u man la aqla la, na kwa hiyo dunia anaikusanya mtu ambaye hana akili. Faqala Jibrilu, Jibril akasema ya Muhammad, thabbataka Allahu bilqawli thabiti, akuthibitishe Mwenyezi Mungu kwa kauli iliyo thabiti. Kwa hiyo hapa tunaona kwamba mtu kuwa fakiri asilalamike, pengine ndiyo kheri yake na kutakuwa kuna thawabu nyingi, kwa sababu ni moja katika mitihani ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anawajaribu waja wake.